Ilianza kama jioni nyingine ya kawaida. Nora alikuwa sebuleni kwake akipanga maua aliyoyanunua sokoni. Mvua nyepesi ilikuwa ikinyesha, ikiambatana na sauti ya radi za mbali. Alikuwa akisubiri mpenzi wake, Kevin, arudi kutoka kwa safari ya kazini aliyosema alikuwa nayo Dodoma. Wakati anapanga maua, simu yake ililia. Ujumbe mfupi uliingia. Aliupokea bila wasiwasi, akidhani ni ujumbe wa kawaida. Lakini alipousoma, moyo wake uliuruka kama ulikuwa ukidondoka kwenye shimo refu. Nashukuru kwa usiku wa jana. Usimwambie Nora tafadhali. Ana. Machozi yalijikusanya haraka machoni mwake. Ana, rafiki yake wa karibu kabisa, msichana ambaye alishirikiana naye kila siri, na Kevin ambaye aliapa kumpenda hadi mwisho wa maisha. Hakuwa hitaji ushahidi mwingine. Ujumbe ule mmoja ulikuwa wa kutosha. Alikaa kimya, akipambana na vishindo vya moyo wake na hisia zilizochanganyika, hasira, huzuni na mshtuko. Dakika chache baadaye, mlango ulifunguliwa. Kevin aliingia kwa tabasamu akiwa na zawadi mkononi. Habari ya jioni mpenzi wangu, alisema. Nilimletea mama zawadi, alikuulizia sana. Nora hakujibu. Alimpa simu kimya kimya. Kevin alisoma ujumbe ule. Tabasamu lake lilifutika haraka. Alitaka kuzungumza, kutoa maelezo, lakini kabla hajaanza, mlango uligongwa tena. Alipofungua, alikuwa ni Ana. Nora, Ana alianza kwa sauti dhaifu. Samahani, sikustahili haya. Nilijua ni kosa, lakini moyo wangu ulinitangulia. Nora aliwatazama wote wawili. Machozi yalitiririka kimya. Bila kusema mengi, alichukua pochi yake, alivaa koti lake na kutazama kwa mara ya mwisho wale watu wawili aliowapenda, mmoja kama mpenzi, mwingine kama dada. Msijali, alisema kwa utulivu wa ajabu. Nyinyi wawili mnaweza kuendelea. Mimi naondoka na heshima yangu. Akatoka nje, mvua ikimnyeshea, lakini ndani yake kulikuwa na mwangaza mpya, uhuru baada ya uongo.